Dr. Bear is a big name like this country. He has started a very big movement called the Tower. I don't know what this Tower is in Iran, but I'm told I have a good friend who tells me it's no. Means no. No, I mean, I don't know what it means. I'm happy I've been able to intervene for our presentation. Your document is so good. We have come across quite a number of governors before us, and I think this is one of the best documents. Looking at the presentation, thank you so much. This is so fantastic. For me, allow me to declare that you look like a presidential TV. Thank you very much. And I have heard my governor talking about Tower. That is the only thing that I know in the Luja language. That is, I think the greetings that we know in Bunge, those who are not coming from the community, at least we know there is something called Tower. Yes. Thank you very much, Chair. I want to also join my colleagues in congratulating the governor for the good work that he's doing to the people of Trans Nzoia, the entire country. The Nawiri Fund governor, I think the other governors need to go and benchmark from that county. Thank you. You remember we came, visited your county, and when I went there was something unique I found with you. You said you've never traveled out of this country, and it's only one time you went to Mombasa for a meeting, and you are always in your county and in the villages in your county. And you know, that is, if you look at governors, and we had an opportunity to meet with many governors, especially this committee, and the travels they have to many countries, and even within, even a small meeting they want to do, they go to Mombasa and Malindi and all those things. And I think this money they're using is public funds. And when you say you're not traveling out, you've not traveled, and even you went to Mombasa, that was very good. And I think you need to keep it that way. And they need, many governors, if they can come for benchmarking, would be better. So that if you have coffee with them, tell them, you know, you can do this and this, and it is not expensive. Having said that, when the governor of Makueni came before us, I think 3 days ago, I really found that what he's trying to do, and you need to bring your heads together, both of you, because your thinkings are very good. It can help other governors also. The only thing that you've done better than him is Nawiri Fund. Because I asked him, why don't you start a fund that can help youth, women, and people with disability? Because they cannot access funds. You tell somebody to go and get jobs, and then you've not facilitated that person. How are they going to do this work? And then you said that you are having this Nawiri as also funds to help youths. I think that is a very good idea. And the members, you need to, even other governors, you can advise them. We have another governor coming anytime now, maybe after another 15 minutes. We will talk about you also. That is the issue of the prison land and the movement of the prison which is in town. I think it is an issue which is very important. People are following on it, because I think people in Trans Nzoia feel that the government should release some of that land, and it's an issue generating a lot of it in Trans Nzoia. Yes, I think, Madam, that is not also in the Senate. If he can take less than a minute, because it's an issue that I think was raised by. We are addressing issues of state. Yes, I know. So, and it's because of time. Chair hosts a lot of national government institutions, state corporations, ADC, Kenya State, KFIS, KANRO, KFS, and our town, Kitale, is sandwiched by this institution. So there's no room for expansion. We are so squeezed. And one of those institutions, the prison land, is about 170 acres. Bang! In the middle of town. And that's why we even requested the president to have
have that land released to the county government for purposes of expanding the town, to ensure that we have a modern, growing metropolis, and of course the president accepted. The other prison land is about 30,000 acres initially. It has been grabbed over the years to now just about 300 acres. And we think that if that land was recovered, I know I've gotten a lot of luck because of this, but sometimes truth must be said. When you are locating public land, there's always a process. If that land was recovered by the national government, we will not spend a single cent buying food for all the prisons in Kenya. The people who got that land, many of them know that they got the land illegally, therefore developed that land. Actually, many of the initial allottees, when they discovered that this land was irregularly acquired, some of them disposed to unsuspecting buyers. So you get the 40, 56, 77 buyer who are on the ground. But the original allottees have taken off. Even in terms of just developing and investing in those parcels of land, many people are not very comfortable doing that. So that was, I think, the national government makes up its mind to go to return that land and allocate us the 170 acres in town to enable us to grow. Thank you for the question. Kuku na Waluya tunaenda sambamba. Especially hapa Kenya, ukiongea mambo ya kuku watu wanafikiria mambo ya Waluya, mambo ya Western. Na wale watu ambao wanafanya ukulima serious wa kuku unapata mara nyingi sio hata Waluya. Sisi Waluya unapata kila boma, hata kama ndogo namna gani, unapata mtu ako na kuku. Na kitambo wakati tulikuwa watoto wadogo, kwenda kutembelea shangazi ama kuku nyanya anaitwa bibi, anakupatia kuku, na hiyo kuku unaenda kulea wewe mwenyewe, unapata inataga mayai na angua ifaranga, alafu unaweza kuweka kuku wengi mpaka ifika mahali hata ununue kondoo pia wazaani, ununue ng'ombe. Na hiyo hivyo ndio watu wetu walijifunza kuzalisha mali. Lakini vile sisi tunaweka kuku pia sio njia ambayo wala ambao wanasema kuku biashara wanataka. Maana sisi Waluya hatuweki kuku kwa biashara. Tunaishi na kuku. Tunaishi na kuku. Maana ukitoka asubuhi kuku pia anatoka. Mnapotana na kuku jioni, rudi kwa boma ndio kuku pia anaingia. Na wakati mwingi wanadiscover kuku hajakuja, kuku alienda wapi. Ukiona mtu anamtafuta kuku mchana, mara nyingi labda amepata wageni, anataka kumchinja. Tunataka watu wetu wafanye biashara ya kuku. Ukulima wa kuku ili wapate faida na wazalishe mali. Na ndiposa tumejenga kichinjio hapa maili 3. Kimemalizika, mabaki kitu kidogo, alafu tufungue. Tutahitaji kuku wengi sana. Maana daily slaughter atakuwa ni maelfu ya kuku. Tuko na cold rooms, kwa hivyo haitakuwa na haraka tumchinja kuku ataharibika, kwa hivyo lazima muuze. Tutakuwa na wakati pia kutafuta soko, na ni soko kubwa, maana kutakuwa na kuku wengi. Jambo ambalo pia ni la Waluya tu kwanza ni kwamba tunapata sisi kwa kuku tunakula kila kitu, isipokuwa manyoya peke yake. Kuku tunakula kila kitu, tunakula kichwa, tunakula miguu, hata makujo na watu wanakula kichwa vizuri, nakula hata matumbo. Wakati tulikuwa wadogo tulikuwa tunakula. Unajua unatoa, unaitengeneza vizuri, unaosha, unaifunga kwenye kijiti hivi, alafu unaitumbukiza pale kwa sufuria. So tunakula kila kitu. Actually ukienda kule Nairobi unapata, ukienda kule Ruiru unaweza kupata vichwa na miguu, unaweza kununulia mbwa. Kama umefuga kuku unaweza kupata hizo, unanunulia mbwa na kula. Hapa kwetu Kitale wote tunatafuta kuku ama miguu, unaenda kununulia mbwa. Tunakula kila kitu. So kwa sababu za 100%.
Jambo lingine ambalo nzuri ni kwamba kuna investors kutoka kule Slovakia ambao tumeongea na wao, wako tayari kuja kujenga factory ya organic fertilizer, na wamesema kwamba pia watatumia manyoya ya kuku as part of the raw materials ya kutengeneza ile organic fertilizer. Kwa hivyo huku kwetu mali tunaelekea ni kwamba hata hiyo manyoya tu itakuwa na kazi. Kwa hivyo sisi tunataka tujulikane kwamba Waluhya ni watu wa kuku, na indeed iko kwamba kuku tunatumia kuku kubadilisha maisha yetu. Mimi kwa kuku, ile kipande napenda kula kwa kuku ni firigisi. Hiyo tu ndio mimi napenda sana. Na mara nyingi nataka kujua kama unakula kuku ama unakula mnyama. Watu wamekuwa kwa tafuta firigisi. Na kama naambia jamaa kutengenezea kuku full, hakikisha kwamba umeweka mguu, umeweka firigisi, umeweka kichwa. Utajua nakula kuku. Hata waweza kuleta flamingo wanafikiri unakula kuku. Na tunapeana hatchery size kupitia kwa word specific, word specific fund, wala ambao wanaona kwamba wanataka msaada pia waongee na ofisi yetu ya idara ya kilimo kuhakikisha kwamba wanasaidiwa. Na pia kuna wazungu pia wanakuja, wala ambao wanataka especially kuzalisha mayai. Tunajua Kenya mayai mengi ambayo tunakula sisi yanatoka Uganda. Watu hawajui. Leo napata yai kutoka Uganda ikifika Kiambu kwa mfano, bei yake ni chini kuliko mayai kutoka Kiambu. Kwa sababu cost of production ile Uganda wamerudisha chini sana. So kama nchi pia tunataka tu invest katika chicken feed, vyakula na vitu vingine ambavyo vinahitajika kulisha kuku, ili product za kuku pia bei iwe chini tuweze kucompete na zile import. Actually tukiweka mayai yetu kwa shilingi 10 kwa mfano, utapata wala watakuwa nafasi ya kuleta mayai yao hapa, maana tutakuwa tumetoa mayai ya kutosha na kwa bei ambayo ni nzuri. Watu lazima kununua mayai kutoka nje kwa sababu yetu ni ghali. So wale wakulima wetu ambao wamekuwa wanawacha ng'ombe, kuku inakuwa free range kama ng'ombe. Sasa tunataka ikuwe unatengeneza mahali pa kuweka kuku, alafu tunawasaidia mambo ya vyakula. Tunataka kuinvest kabisa kama serikali kwa value chain ya kuku, kwa sababu ni kitu ambacho kila Mluhya anajua tu bora ya kuku. Ni kuweka ile kidogo, ile modality kidogo na ile science kidogo.